Bwana asifiwe mtazamaji. Naitwa Apostle Muleithi na hudumu na kanisa linaitwa Safina Glory Church. Leo nimekunja kwa sababu ya hii mambo inaendelea Siloa Oakland, na ili nipate kukosoa kidogo, na ninapokosoa naongea juu ya Siloa na naongea juu ya wahubiri. Kwa maana niniona ni kama wahubiri wote wa Kenya tunesikana ni kama tunapiga mtu mmoja. Okay, tuseme ya kwamba Siloa Oakland ana makosa. Siloa Oakland yako na makosa. Na ile makosa yako nayo moja tu ni kufanya wahubiri wote wa Kenya wote wako kwa kikapu kimoja, na wote ni wambaya, wote ni wa Shetani. Hiyo ndio shida tu ambaye ninaweza kumkosoa Siloa Oakland. Lakini Siloa Oakland kwa njia hii na ile ingine anaongea ukweli. Kuna wahubiri ambao wanapotoka katika imani ya Kristo, wengine wanaingia kwa mambo ya pombe, wengine wanakuwa na wake wengi, wengine waneachilia mpaka dhambi sifanywe kwa makanisa, wengine waneharibu. Ukiangalia unabii wangu wa 30 verse, mwaka hii Mungu alisema atavichua wahubiri wale waongei ukweli. Kwa hivyo ile Siloa naongea kwa njia ingine iko kwa unabii, ni unabii unatimia ya kwamba kuna wengi wanekuwa wakifanya isiyostahili, wengine wanavinyilia wasirika, wengine wanafanya vituko mingi katika nchi ya Kenya. Lakini Siloa Oakland wakati ambapo anapoongea asizukuliwe tu kuwa ni Shetani, azukuliwe upande mwingine pia anaongea kweli. Kuna mahali ambapo ama kuna njia ina ile ingine anasaidia. Kwa hivyo wahubiri wa Kenya tusinazi pia tusianze kusema kifo. Kwa nini unatuma kifo? Lakini Siloa Oakland, hebu nikwambie, kifo nani anawekaga nguvu? Ni Mungu peke yake. Kwa hivyo hata kama tutasema utakufa utaishi, watu wengi watasangaa sana wakati watapokuta utakaa miaka mingi. Hebu sikiza niseme hili. Yule ambaye alikuwa na wakati wa Musa, wakati wa Selia ndio hukumu ilikuwa, na manabii walitembea kwa hukumu ile. Lakini wakati wa Yesu Kristo, Yesu anelete neema, anelete kuvumiliwa, anelete ya kwamba ijapokuwa ninekosa makosa ya aina gani, nivumiliwe, nitubu na ili nipate kupata uzima. Kwa hivyo nyinyi wahubiri ambaye tunaongea, tunatumia Siloa Oakland kifo, tunasema hivi, yeye ni mtoto wa mtu, yeye ni mama wa mtu. Kwa hivyo sioni kuwa kuna haja ya kutuma kifo. Ila ile kitu ninaweza kuomba wapendwa, wacheni tupate kusimama na ili pia tupate kuokoa nchi yetu. Nchi yetu inahitaji Mungu, nchi yetu inahitaji Bwana. Wale wahubiri wanahubiri uongo. Sasa nadhani wengi pia tunevichuliwa, na wakati ambapo tunevichuliwa tunaweza kukubaliana na ule mtu ambaye anaivichua. Kumbuka kulikuwa na huyu ambaye aliitwa Mikaia Murwanimna. Huyu nabii aliongea peke yake katikati ya manabii 400, akahesabiwa mkosa, maana wale waliongea kwa lugha moja walikuwa wengi kuliko yule aliongea mmoja kwa watu wengi. Kwa hivyo tunavaa kuelewa ya kwamba wakati Siloa Oakland anaongea haya, iwenda kuwa ni Mungu anemuinua na ili kanisa tulekebike hapa Kenya. Kwa hivyo wa Kenya, niko na imani ya kwamba ijapokuwa tutaongea, tutusi, tufanye, kwa maana hata najua hata mimi pia mnaweza kunitusi. Mimi sina shida na hiyo, lakini ni vizuri tupate kuelewa ukweli, wekwe ukweli. Kwa Siloa Oakland ako na makosa ya kufanya wahubiri wote ni wakosa. Siloa Oakland ako na usuli wake. Kuna wengine ambaye anaongea hawafanyi naye stahiliwa na inapaswa kugeuzwa. Ni kwa sababu kanisa la Bwana, kanisa la Mungu linaumia. Kuna wengine wanefanya Wakristo wapotee. Kuna wengine wanepotosa kondosa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tupate kuelewa. Na wewe Siloa Oakland, hebu nikusauri, wakati unapoongea hayo yote na wakati unaposema hiyo yote, usiongeze matusi ndani. Hebu hukumu, lakini usiweke matusi ndani. Ninasikia ukiongea 1 2 3 inayohusiana na matusi, lakini ni vizuri pia upate kuangalia ulimi tu peke yake. Lakini kwa kukosolewa, wote wakosolewe, lakini kwa wale ambao ni wenye haki waangalie dada, na Mungu najua atakuwa pamoja na sisi. Kwa hivyo mbarikiwe, mtendwe mema kwa jina la Yesu. Amen.